Sawa. Hiki ni kipindi cha pili cha Rais Trump, second term of Trump administration. Kuna uongozi, kuna administration, hususan taifa kama la Marekani. Second term, yani kipindi cha pili, ni kipindi cha kuweka legacy, yani kipindi cha kuweka alama. Kipindi cha kwanza unafanya kazi kama kawaida, lakini kipindi cha pili kipindi cha kuweka alama. Trump anaongozwa na falsafa ambayo inaitwa Make America Great Again, ambayo imetengenezwa na Heritage Foundation au wafidhina, lakini zaidi sana ni falsafa ambazo zimekuja kuhakikisha kwamba wanakuja kudhibiti, kumiliki na kuichukua Marekani, kuipeleka kwenye viwango vikubwa vya kimkakati na vya kimataifa. Hii maana yake nini? Maana ni kwamba sasa Trump atakiondoka mwaka 2028, dunia imkumbuke kama ni kiongozi ambaye alirudisha heshima, ustaarabu wa taifa la Marekani. Hii maana yake ni kwamba ni pigo kwa Wachina, ni pigo kwa Urusi, ambao ukitazama first term of Biden administration, kuna kwamba kipindi cha kwanza cha Biden walikuwa kama wanadominate mifumo mbalimbali ya kimataifa. Sasa Trump anajaribu kufanikiwa, lazima aweze kumiliki maeneo yote ya kimkakati, lakini zaidi sana kuhakikisha kwamba wao wanakuwa na power politics katika swala zima la nishati. Nishati ndio drive ya uchumi, nishati ndio drive ya kimataifa. Unapokuwa na nishati, unakuwa na turufu, kuna dhana ambayo inaitwa negotiation power. Of course, hii sana ni somo utakokaa darasani ujifunze, usome. Sina muda hapa. Lakini nataka kusema ni kwamba hiki ni kipindi cha pili cha Trump ambacho kinaitwa ni kipindi cha kuweka alama. It's a phase to make legacy. Kwa hiyo tunaweza kushuhudia mambo mengi sana ambayo dunia haikuwahi kuwawaza.